unaotengeneza unaozunguka hii Monzuki. Huu msingi unaokusudia kuzuia nini hapa? Msingi wetu huu, msingi huu utengeneza huu unajaza maji, unajaa maji wote huu, kwa hiyo wote unakuwa kuna maji tu, maji ya kawaida ya mvua hayo. Baadaye tutavuta bomba hapa la maji. Kwa hiyo hapa maji ili wadudu wasiingie katika eneo la Monzuki hilo. Kwanza wadudu, halafu baadaye nyuki watapata maji katika eneo hili hili. Kwa hiyo akitoka hapo anashuka, anakunywa maji, anapandisha juu kwenye mzinga. Na wapo wadudu wanakuwa wadudu wa aina gani ambao mmewakusudia zaidi? Kuna dudu, kuna mchwa, kuna sisimizi, kuna dudu chungwa ambao utakuta hapa wanatambaa. Kwa hiyo akiingia kwenye mzinga, kuna wadudu wengi katika mizinga ya nyuki. Na pembeni hapo upanda miwa. Hapa tumepanda mipeshen, hii ni chaichai. Chaichai. Huu mchaichai huu una harufu ambayo inasaidia nyuki. Ukiukamata tu sasa hivi huu, basi nyuki watakufuata hapo. Sababu anafuata hii harufu. Anafuata harufu ya mchaichai. Na tuna mafuta maalum ambayo tunatia kwenye mizinga mle kwa ajili ya mafuta yake hapa kwa ajili ya kuvuta nyuki. Kwa hiyo hapa unaleta harufu hiyo, alafu unazuia wadudu. Hata mchwa, manake mchwa kutambaa huko katika mizizi hiyo, wanakuwa hawawezi kupita, hawakubaliani na mchaichai. Halafu tumepanda na hii alizeti huko. Alizeti unaweza kunakuja kwa nguvu. Vile vile tunapanda na mipeshen. Kuna mipeshen tumepanda kama hii hapa hii. Hii ni mipeshen. Unakuja huo. Unakuja kwenye mti. Kwa hiyo mipeshen hii nayo inachangia sehemu kubwa kwanza kutengeneza kivuli, alafu maua yake haya ni chakula cha nyuki. Kwa hiyo tegemea kila mtiki hapa tupandikize mipeshen. Wengine tumeshaweka mbegu toka moja kwa moja. Naona pia huko na vijana wako pale. Nataka nao wajitambulishe, alafu tuambie wana mambo vipi kaka? Unaitwa nani? Majina yanaitwa Najash Muhammad Ali. Najash Muhammad Ali. Wewe kama nani hapa kwenye Monzuki? Mimi Monzuki hapa ni kama kazi na pia ni mmoja wa kikundi wa Monzuki, yani kikundi cha Kongweni Game Development. Ndio. Nini kimekusukuma kuamua kuingia kwenye ufugaji wa nyuki? Cha kwanza ni mapato, pia ni elimu kubwa katika ufugaji wa nyuki, kwa sababu naleta kwenye mapato pia, alafu ni kija kwenye afya. Afya unakuwa na afya nzuri, sababu kama uko na hata sumu za nyuki zikugonga ile unakuwa na afya nzuri pia. Kwa hiyo sumu ya nyuki ni dawa? Ni dawa. Dawa inatibu nini? Maradhi mengi ndani ya mwili, pia inaweka mwili kwa comfortable kabisa. Kwa hiyo inawezekana muda mwingine wale wagonjwa hospitali tukatafutia tu nyuki wakachoma ikawa kama ndo sindano zao zile. Hiyo kwa sayansi zaidi. Kwa sayansi zaidi. Sawa, mzee anasema vijana wengi wamejikita kwenye masuala ya mipira na wanakosa kujifunza vitu muhimu kama hivi. Wewe ni kijana na umeachana na mipira, umekuja hapa, unawaambia nini vijana wenzako? Kwa vijana wenzangu naambia wasibezi sana kwenye masuala haya, tunasema globalization, utandawazi. Twende sawa, kwa sababu tukija kwenye kilimo hata kwenye ufugaji huku tutapata manufaa mengi na tunanyanyua nini chetu katika uchumi kitu kikubwa ambacho unakiona wewe kama Monzuki itafanikiwa, basi nchi nayo kwa sababu kama Monzuki ikifanikiwa, sababu hapa tukishatoka kumaliza nini Monzuki, tunajenga Monzuki nyingine, kwa sababu nazunguka ili shamba ili Monzuki mengi tunajenga, kwa sababu kwenye kuvuna hiyo poleni, kuvuna hiyo sumu ya nyuki na asali na hiyo nta, tapata manufaa mengi sana. Mimi nikushukuru sana. Una zaidi? Sina la zaidi, ndio hivyo tu. Asante sana. Kijana mwingine kwenye Monzuki, habari yako? Salama. Mimi kwa jina langu naitwa Saleh Saidi.
Saleh Said, wewe kama nani hapa kwenye muziki? Mimi kama mwanachama wa kikundi hiki kwa ajili ya kwanza mzee wangu, mzee alipotushauri kwamba kama sisi vijana kwamba tujikite kwenye mambo ya nyuki kama kujifunza kama unavyoona hapa, ila tumejitahidi mpaka sasa hivi kutengeneza mizinga mbalimbali. Hii mizinga tumetengeneza wenyewe kwa kutokana na utaalamu wa mzee wetu, kutuhamasisha kwamba sisi tutengeneze kikundi ambacho kitaweza kutukomoa kiuchumi. Na jinsi tulikuwa mara ya kwanza ni kazi ngumu sana, lakini mpaka sasa hivi sisi wenyewe tulikuwa kwanza hatutaki, maana sisi tumezoea na mambo yetu mengine, lakini mzee alivyotukazania. Mlikuwa mnafanya shughuli gani kabla kuingia kwenye shughuli ya kufuga nyuki? Tulikuwa tumejikita sana kwenye mambo ya kilimo, labda mahindi na mambo ya alizeti, ufuta. Kuna tofauti gani kati ya vilimo hivyo na ufugaji wa nyuki? Vilimo vyote vizuri, lakini sasa hivi hapa tumeona kwamba gharama yake ni kwenye mizinga. Ukishachukua mizinga kama hii, kwa mfano tulivyotengeneza hapa, ukishauweka hapa hautumii kitu chochote. Ukishaweka baada ya siku hapa nyuki wakishaingia, kwa mfano kuna mzinga mmoja tuliofungua hapo juu hapo, tulipata dumu moja la lita 20. Ukipiga mahesabu dumu moja ambalo ni sawasawa na 1,500,000. 1,500,000 ukiwa tukapiga mahesabu kwamba ukishakuwa na mizinga zaidi ya 100, ukipiga mahesabu tayari ni kipato kikubwa sana. Kwa hiyo ndio maana tukaamua kujikita kwenye mambo ya kilimo na nyuki, na sana sana tumejikita kwenye mradi. Ndio, kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira, serikali inapiga sana kelele kuhusiana na swala hilo. Kwani nyinyi kama wafuga nyuki, nadhani mnaisaidia vipi serikali kwa utunzaji? Sisi kwanza tunasaidia serikali, kwa mfano jinsi ya kutunza mazingira. Miti kama hii tunahamasisha watu wengi wasikate, na kuwapa elimu kwamba kama una uwezo wa kuchukua mzinga wako mmoja ukautundika hapo juu, baada ya miezi 3 unaenda unavuna asali, unaweza ukajipatia kipato cha kujikomoa kama una familia yako, kusomesha watoto, mambo ya kaza kama. Pia tunasaidia serikali kwa sababu tunapohamasisha, kama watu wengi wataitika huu wito wa kufuga nyuki, kwanza miti itapungua kukatwa. Cha kwanza hicho. Cha pili, asali kama hii tutakapovuna nyingi tutaingizia serikali mapato. Kwa mfano labda mambo ya ushuru kama hivyo, nchi yetu inafanya. Wito wako kwa vijana wenzangu? Mimi wito wangu kwa vijana wenzangu, mimi nawaambia na wahamasisha kwamba waje, kama tuwachukue elimu kwetu, wajiunge kama sisi tunatoa semina bure tu, waje wajifunze na waje watunze mazingira vizuri, tusaidie serikali yetu kuingizia mapato, na pia na sisi serikali tuangalie kutuboresha kama hivi, tupata kusaidia wenzetu kupata elimu, labda mizinga kama hii kujitolea. Kwa hiyo serikali ikituwezesha, basi nadhani tutafika mbali. Nakushukuru sana. Tukiwa bado katika Monzuki ya Nyamwage pamoja na mwongozaji wetu ndugu Mohamed Khamis, tunaelekea kuangalia mizinga ya asili kabla ya kupata mizinga ya kisasa ya uvunaji wa asali kutoka kwa nyuki. Zamani watu walikuwa wanatumia mizinga gani ya asili? Tupo hapa tunaenda kuiangalia zaidi hii mizinga ya asili tukiwa tunaongozwa na ndugu Mohamed Khamis. Twende pamoja. Hapa kama mnavyoona, hii ni mizinga asili ambayo nayo inaweza kutoa asali kiwango kikubwa sana, sababu kuangalia huu mzinga huu ni mkubwa kuliko ule. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea kufanya utafiti, sababu mwanzo tuliweka chini wadudu wanasumbua sana, wanapanda. Kwa hiyo sasa hivi tumefanya ubunifu mwingine kuweka hii zege hii ili niweze
kuoza alafu na pira. Kwa hiyo baadaye kuna kuja kupiga dawa na oili ili wadudu wasiweze kupanda. Kwa hiyo mizinga yote hii tutaka kuirekebisha ili sababu tunafuga huku tunafanya utafiti na mazingira yenyewe yalivyo ya ufugaji. Kwa hiyo changamoto gani tunakumbana nazo ndio kama hizo. Na hii mizinga ilikuwepo kabla ya kupata mizinga ile kutoka Tatedo? Kabla Tatedo, pengine ni kama hii hapa tuitengeneza hii hapa, nayo tulichukua hiyo ilikuwa ni mizinga na hii. Lakini changamoto yenyewe tulipata hiyo kwamba hii ishakuwa nini ni boxes. Zinatoka hizi yanaoza haya. Hii ni nzuri kwa kuhamishia tu, ukishaingia nyuki pale unahamisha na kwenda kumimina kwenye sanduku. Ndio. Kwa kila siku tunasoma hapa jinsi ya kufuga na mazingira gani ambayo tunapambana nayo, sababu tayari ushamia nyuki huko. Lakini changamoto nyingine tulikuwapata hapa kwamba hivi vibao hivi wanakata hivi nyuki. Kwa hiyo ukija ukifungua hapa sega limekwenda hivi, natakiwa likitoa hapa sega litoke moja kwa moja peke yake. Kwa hiyo sasa hivi tumeagizia hizi nta kutoka China, kwa hiyo tunaweka hapa foundation. Kwa akija nyuki anaendeleza tu. Na ile kwambia ni gundi ni hii hapa, hii nyeusi ndio gundi ambao unabandikia huko. Hii hapa ndio gundi ya nyuki. Hiyo kila mzinga lazima waeke, wanabandika kuzuia huko vibao hivi. Kwa hiyo sasa hivi sababu anataka kujua kama ile pale mnaona ile bado na pale pana nyuki, na hii ndio banda ambalo tulianzia mwanzo. Kwa hiyo sasa hivi banda la kwanza kabisa tukaweka masanduku yale pale ambayo yana nyuki. Sasa hivi kwa hiyo pale ni mbegu tu pale. Mwaka gani banda hili? Mwaka jana. Ndio ulianza muda mrefu. Hizi hapa ni sanduku za nyanya. Hii ni sanduku ya nyanya, tumekarabati nayo fanya utafiti ili kupunguza gharama. Sanduku ya nyanya tunaona ambao tayari wameshaingia nyuki kama haya. Nyanya unaweka umwala. Masanduku ya nyanya yale. Kuna kombati, masanduku ya nyanya yale. Na kombati yanakuwa ni masanduku ya nyuki. Sawa. Kwa ajili ya kupunguza gharama. Sababu sanduku moja utaambua 1,500,000, 200,000 la mbao. Lakini tunaweza kutengeneza kama hili na nyuki wakaingia. Tumeweka boksi huku ndani na nje kuzuia joto. Sawa. Na hili ukifunika hili basi aliroi. Kwa hiyo tutakwenda kuonyesheni pale ambapo tayari wameshaingia. Hili hapa ambapo tayari. Kwa jingine nili hapa, ila ni sanduku la nyanya. Lakini hili mfumo wake tofauti, imeweka kama hivi. Na chakula nakuja kujenga wenyewe kule. Nimejengwa ajili ya maji yakija. Lakini hapa naweza kuingia. Sawa, kama mnavyoona hapa. Kwa hiyo jingine ambayo tayari yana nyuki. Hii hapa tumedesign. Ni mtiki tumeupunguza huu. Baada tumeukata huu kwa ajili ya kuinguza vile pale. Na ilipokata tayari unaota. Kwa hiyo hapa tunapata space ya kuweka mzinga. Kwa hiyo kama ni view nzuri ambayo kwanza umetengeneza kivuli hapa, alafu hapo juu umeweka mzinga wako. Hili hapa kama unaliona tayari nyuki ameshaingia hapa. Sanduku la nyanya. Hili sanduku la nyanya tumedesign hali pale nyuki. Kwa kwanza napata kivuli pale kwenye huo mtiki na matawi naota hapo. Kwa hiyo hapo wanaishi kwa amani tu hapo. Kama mnavyoona pale tumeachia sehemu ya maji pale, wanaingia pale kwenye kikopo kile pale, unaingia na kutoka kwa ajili ya kuchota kutumia maji yale pale. Wanakwenda kupoza mzinga pale joto au kuongeza kwenye asali.